Wahubiri wanaohubiri kweli ni wengi sana. Tena sisi ambao tunahubiri tumejipa majina mbalimbali, lakini hayo hayamtishi Mungu. Mimi watu wamenipa majina mengi: mzee wa nyundo, mzee wa nondo, mzee wa kulipuka, mzee wa kujiripua, mzee si wa nini, mzee wa mabomu. Lakini hizo zote ni swaga na mbwembwe ambazo Yesu hana habari nazo. Hizo ni za kwenu, ndio mnasema mzee wa nyundo, mzee wa kulipua, mzee wa kufanyaje, mzee wa kunyosha, mzee wa... Hayo ni ya kwenu. Yesu anaangalia ile kweli, navyo wanyosha watu, na mimi nimenyoka. Umewahi kuona watu wanaimba nyimbo nzuri mpaka watu wanalia machozi, lakini aliyeimba maraya huyo. Yaani mpaka unajiuliza, hivi anaimbaje maraya huyu? Kuimba ni kipawa, akikipeleka studio muziki haukatai. Muziki unashika na wapiga vyombo watafuatisha. Kwa hata kwa naimba mpaka na nyinyi mnamsaidia kulia. Lakini wakati anaenda kurekodi alitoka kuzini. Kwa sababu nyimbo hazikatai. Yaani unaweza ukatoka kufanya kitu cha ajabu, alafu kasimama madhabahuni ukatwanga injili na watu wakaokoka. Kuna mhubiri mmoja alihubiri, alafu alipomaliza kuhubiri akatoa invitation, lakini wakati anasubiri watu waje, yeye mwenyewe akapita mbele. Mhubiri huyo amehubiri, watu wameshikwa na neno, akasema wale wanaotaka kuconfess, wanaotaka kumpokea Yesu waje mbele. Alafu mkutano kashangaa, hata yeye anapita mbele. Wakafikia anapita mbele ili kuwaombea wanaokuja. Wakakuta amepita mbele, amegeukia madhabahuni. Alafu akashika maiki akasema, hata mimi mahubiri haya niliyohubiri hayajaniacha salama. Hata mimi natakiwa kutubu. Naomba mtumishi mmoja ajitokeze, aje mbele atuongoze sala ya toba na wenzangu ambao haya mahubiri yametugusa. Unajua injili haijali, injili inafyeka kutoka mhubiri mpaka wasikilizaji. Sasa kinachotushinda ni wahubiri tunajipa ujasiri, unakomaa kuwasaidia wengine. Amen.